Basi samana swali nje hapa. Sijawahi muona posti ya Juma leo. Umeona? Sijaiona bado. Ndio. Ameposti kwenye Instagram hapa. Kwenye video yake. Na ameweka nyimbo ya msanii anaitwa Zaidi ya Afrika hii. Hapa kwa mbali alipila tu. Amekutana leo na Mayasa Mbicho. Amekutana Miriam Robert. Kuna Mary, kuna Saidi. Kuna Mwangeli. Yeye anaona. Wimbo unasema tutakuwa na kiukweli labda naweza ngasema kwamba message yake imefika, hamna shida kwa sababu kila kitu kinaletwa na Mwenyezi Mungu, na kama Mwenyezi Mungu aliweza kuniletea hata hawa waliweza kunipa ubalozi, basi hata huyo mume au bwana ataletwa tu kwa nguvu hizo hizo. Mimi naamini sana katika Mungu. Ya, kila binadamu, na hiyo ni ndoto ya kila mwanamke. Mwanamke yoyote, hiyo ni ndoto yake kubwa sana. Kwa hiyo katika maombi yangu yote lazima hilo waga niliweke. Haya na muda mrefu kidogo, lakini siwezi kumpangia Mungu atayajibu lini. Siku itakapotokea ataniweza kunishushia. Mkisikia natangaza harusi, jamani ndugu waandishi wa habari, mjue maombi yangu yatakuwa yamejibu. Unatamani maombi yako yajibiwe ndani ya muda gani kama ukipata? Mimi hata ingekuwa kesho, sina shida. Niko tayari. Yoyote tu ilimradi anapumua, lakini pia awe anamjua Mungu. Kwa sababu usije ukapata mtu ambaye ni mfu, hapana. Ila awe ana hofu ya Mungu, lakini pia hapo awe ni mtu ambaye yani ni mchapakazi jamani. Yani kwa kifupi asije akawa tu malio. Umeelewa? Awe mchapakazi, anipende mimi na kazi yangu ninayoifanya, anithamini mimi na kazi yangu niliyokuwa nayo. Yani siwezi yani hapo siwezi kumention yote atakayokuja. Kwa maana hiyo yani sisi kwa utamaduni wetu wa Kitanzania jamani, kila mtu ambaye hajaolewa yuko single. Hilo ndio mimi naamini. Kwa sababu familia yako bado haijala mahali yoyote na wala hawamjui mtu wako. Kwa hiyo vitu vingine inakuwa ni uhuni tu wa watu. Lakini kama mtu hujaolewa lazima uwe uko single. Mimi binafsi jamani napenda kusema kwamba niko single. Nadhani umekuwa unapita kwenye mitandao ya kijamii na pale tuliona kuna dada anasema waziwazi kwamba yeye hayuko tayari kudate na mwanamume ambaye hana pesa. Anatanguliza pesa kwanza na bado ni binti. Je, unaweza kumshauri nini pengine kwa maisha yake ya baadaye? Ningeweza kumshauri kwanza, cha kwanza ukisema ni binti na maana kwamba umri wake ndio umemtuma yeye aseme vile, lakini sio maisha. Ukifika kuna umri unafikia mtu unakuwa umesha haso sana na vitu vingi sana. Kwa hiyo inafikia muda, yani huwezi kutazama vitu vingine vingi, wewe unachoangalia ni maisha yako yaende. Na maisha ya leo, mimi bado naona watu wanaosema kwamba mtu mpaka awe na hela. Katika maisha ya leo, binti unatakiwa kwanza wewe mwenyewe upambane, ufanye kazi, utafute hela yako. Ili na yeye akija awe na hela yake. Mkijumlisha inakuwa hela zenu, si ndio? Basi hilo ndio lilokuwepo. Wewe kio cha jamii kwa kile ambacho kinapenda kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na wadogo zako au mabinti ambao inasemekana wanamgombania kujabu. Wewe una ushauri gani kwa hao wadogo zako kwa kile ambacho umekiona? Je, baada ya kufahamu pia ni mume wa mtu, je, kwako ishe kutokea moment kama kagombania bwana? Hapana, katika maisha yangu sijawahi na sitegemei kufanya kitu kama hicho. Ninachoweza kuwashauri wadogo zangu, kwa sababu naweza nikasema wale ni kama wadogo zangu, lakini pia napenda kuwashauri pia na watu wengine wenye umri au lika kama lile, kwa sababu ndo tuseme ni kama ni aina ya maisha ambayo watu wako nayo. Napenda kuwashauri kwamba usimnyanyase mwenzio kwa sababu ya mtu, kwa sababu wale wote wawili yule mtu sio wao, au siwezi kujua mtu wao ni nani. Kwa hiyo ninachoweza kusema tu ni kwamba wanawake ifikie muda tupendane, tushauriane, tuambiane tu vizuri. Bwana huyo mimi wa kwangu, kwa nini umemchukua? Umeona? Sasa mpaka mkifanyana unyama, mfanyana nini, haya maisha yanalewa na kesho, kwa sababu hata mkifanyana kwa sababu ya mwanaume, kesho na kesho kutwa wewe mwanaume atakuacha, wewe utaweka wapi sura yako? Kwa hiyo hebu tuwekeni akiba ya kesho, hatujui kesho yetu.
Kwa hiyo kama hatujui kesho yetu, tusifanye vitu ambavyo vinafikia mpaka tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Hivyo vitu tusifanye.